Sababu ya pili ya kwa nini watu huachwa ghafla wakati wa uchumba au wakati wa harusi au wakati wa kufunga ndoa, na unakuta mwingine alikuwa tayari ameshashirikisha watu katika hatua mbalimbali, alafu ile hatua ya mwisho ya kuhitimisha ndipo ambapo mahusiano yanavunjika, anaachwa na anabaki na maumivu. Sababu ya pili ni kwamba kwa baadhi ya watu huwa wanaujua ukweli mwishoni. Hii ni hali ya kawaida katika maisha ambayo tunaishi. Wapo baadhi ya watu ambao ni tunasema yeye mpaka aje alielewe jambo mpaka lifikie mwisho. Ni watu ambao wana imani kama ya Tomaso, mpaka waone ndipo waamini. Kwa hiyo kuna wale ambao hatima ya maamuzi yao kuhusu mahusiano huwa ipo mwishoni. Kwa hiyo anaweza kuwa kwenye mahusiano, kwenye safari ya mahusiano kwa muda kadhaa, ikawa kwenye uchumba au siku ya kwenda kufunga ndoa. Pale ndipo sasa anafunguliwa akili yake, anafunguliwa hisia zake, anafunguliwa saikolojia yake, anaanza kufanya maamuzi mwishoni, na maamuzi yale yanakuwa ni kwamba anaona katika hatua hiyo ya mwisho ya kumalizia jambo hawezi kufanya maamuzi ya kuendelea na uchumba au hawezi kuendelea na taratibu za kufunga ndoa. Wapo watu ambao hatima ya ukweli kuhusu mahusiano yao huijua mwishoni, pale ambapo jambo limeiva, jambo limefika kwenye wakati wake, ndipo ambapo yeye anakuwa kwenye mgogoro wa kufanya maamuzi kwamba hapa siwezi kuendelea na haya mahusiano. Hiyo ni hali ambayo huwatokea baadhi ya watu. Wapo Tanzania, wapo Kenya, wapo South Africa, wapo Sudan, wapo Georgia, wapo Oman, wapo kila mahali watu wa namna hiyo ambao sio tu kwenye mahusiano, hata kwenye mambo mengine wao hufikia hatima ya kufanya maamuzi. Jambo lile linapofika mwishoni, ndipo yeye sasa anaweza kufanya maamuzi. Kwa hiyo safari yote huko alikuwa nayo, lakini alikuwa hajafanya maamuzi. Maamuzi yake yanakuja mwishoni. Yanapokuja mwishoni, ndipo ambapo anamwacha mtu mwingine akiwa na majeraha. Mtu ameishi na mtu kwenye mahusiano miaka 3, miaka 5, ameshaamini kwamba hayo mahusiano ni serious, ameshaamini kwamba huu uchumba ni serious. Watu wameanza kufanya arrangements za harusi, za kufunga ndoa, halafu kumbe wakati mtu mmoja anafikiria hiyo positiveness ya mahusiano yake, anaiangalia hatima njema mahusiano yake, mwingine huyu yeye bado hajaiona hatima. Mpaka hapo mwishoni ndipo anafanya maamuzi ambayo yanamwacha mtu mwingine akiwa na majeraha makubwa ambayo yanagharimu maisha yake. Kwa hiyo hii ni moja ya sababu ya baadhi ya watu hufanya maamuzi mwishoni mwa jambo, hufanya hatima ya jambo liwe mwisho, na hapo mwisho ndipo ambapo yeye anamwacha mwingine na maumivu.